Yuko wapi? Yuko wapi nani? Kwani hicho ndio kilichotoa ndani? Tumetoka ndani kwa lengo la kwenda kwa mama, kwamba mama ananihitaji mimi na nakuhitaji na wewe, tukayaongelee haya niliyoyakuta humu ndani. Hai, yuko wapi nani tena? Mbona unaniletea madam pia? Wewe uniambia Chi yuko hapa? Sasa nakuulizia yuko wapi kwa maana nimpe maelekezo. Sisi tunatoka hapa. Yeye akibaki hapa awe makini maana mtundu yule. Usiniletee madam pia. Hapa tumetoka tunasema tunaenda kwa mama, kwamba mama ananihitaji mimi na nakuhitaji wewe, twende tukamalize kwa mama. Sitaki masuala tena mengine hapa. Haya sawa. Tuende kwa mama na kuhitaji wewe. Yaani wewe umemfinya mtoto, maana ndio kubadilika tena unajifanya mjui. Jamani wasanii wewe. Vipi jamani? Kwema? Hakuna cha ukwema. Na nishakwambiaga mara ya kwanza kwamba sitaki unipe salamu ya wasanii wiwa. Hapa sio jumba la sanaa. Ushaelewa? Namuulizia Chi. Umemwona kapita hapa? Chi. Kwa kweli hapana. Sikumwona na sijui ameenda wapi. Mtoto chenyewe hicho zuki mwanga. Jamani, mbona mnanichanganya? Tumetoka ndani kwa lengo la kumtafuta Chi hapa. Wewe tumetoka kukubaliana tunaenda kwa mamako. Twende huko tunichanganye. Mwanangu lakini tambua Chi ni mwanangu mimi. Nusu mimi. Mimi kazi yangu kufunga na kufungua, kufunga na kufungua. Si chache hichi mtajua wenyewe. Hawa ni mambo wasanii wewe hayanisikia. Au shida hiyo kofia ni? Je, nivea kofia. Wasanii wa we imeleta sitofahamu katika familia mbili. Baba alipata bahati ya watoto wawili, hakuna amani. Hakipikwi hakiri. Mama. Nyangeba. Hey. Mziwanda hapa nimefika mama. Hey. Mama. Inavyoonekana mama ametoka huko. Unasema nini baba Skola? Yaani wewe ndio unaniambia tuje kwa mama. Halafu sasa hivi unaambia mama hayupo. Lakini mama Skola, mimi nashindwa kukuelewa. Juu ya jambo hili. Jambo hili tushalizungumza, kila kitu wewe unakifahamu. Sasa hapo sichokifahamu wewe ni nini? Mpaka unanichanganya mimi sasa. Unajisikia unachokiongea? Yaani wewe umekuja ukamkuta. Ila unavyokuja na mimi ndio kwamba hayupo. Basi Skola usicheze na mimi. Hili jambo ni zito, sio kama unavyofikiria. Unanielewa? Hili jambo ni zito, sio kama unavyofikiria. Lakini sasa kuhusiana na huyu Chi unayemzungumzia wewe, kitu gani ambacho ukifahamu sasa hapo? Ni kitu gani ambacho ukijua wakati unajua kila kitu na wewe mwenyewe ukasema basi sawa mwache aendelee kuishi. Sasa kuna shida gani? Mpaka tunatoa na huko tunaleta na huko. Mpaka unashindwa kuelewa kitu gani kinachofanya ushindwe kuelewa hapo sasa. Sasa kama nalijua swala la Chi, hapa nimefuata nini? Unachanganya. So mwenyewe sio nilisema hapa na ile damu yetu tuachane nayo tu. Lakini mimi niseme kitu kimoja tu Maskola. Wewe nenda nyumbani. Mimi naenda zangu kazini. Na simu yangu inakaribia kuzima chaji. Maana usijua ukanipigia tena baadaye sipatikani ukasema labda nimeenda kwa mama Chi. Nenda nyumbani. Sawa, tutakuja kuzungumza vizuri nikirudi. Maskola usinichezee. Usinichezee. Sasa Maskola mimi ninakosea nini sasa? Mama hapa hayupo. Wewe unasema sijui tuliokuwa tunazungumza yote yale hujui chochote. Mimi nakosea nini jamani? Hakuna amani. Hakipikwi hakiri. Kazini uko kwenye kilanga kitupu. Nenda kubeba mizege saizi. Hata kama ndo engineer, unasikia tulete chupa pale, leta shaza pale. Wachina nao lazima kuleta tukataka msawasa lazima kufanya kazi nzito. Leo hii bado nasemwa tena huko nyumbani. Nakosa hata amani. Nifanye nini? Nyangeba na sikana. Nyangeba. Sikana kanisani. Mtu anataka suluhu. Na mimi nataka suluhu. Utaki. Haya. Suluhu utaki. Sitofahamu katika familia mbili. Baba alipata bahati ya watoto wawili, hakuna amani. Hakipikwi hakiriki. Vita ya kurisi mali imeteka zao akili. Mmoja na imani ya dini, mwingine wewe si Chi, mtoto wa mume wangu chumvi nyingi.
babako anakutafuta muda mrefu. Unafanya nini huku? Ai, haraka twende nyumbani. Wewe unanijua mimi? Uende na mimi wapi? Kama ungekuwa una upendo na mimi, ungeniongelea vibaya na baba. Ina maana wakati mimi naongea chumbani na babako ulisikia kila kitu? Ndio. Mimi huwa sitetwi. Kama unabisha, nenda kanizungumzie kule. Alafu kirudi nikwambie umesema nini. Sasa nisikilize. Kaka, nimekuja kwa jambo moja tu. Umekuja kwa jambo moja? Jambo gani? Na baba yangu ana nyumba 3. Hizo nyumba zote kamlisisha mtoto wako. Sasa nenda kamwambie mume wako, mimi nataka ulisi wangu. Yaani inamaanisha nataka nyumba moja kati ya hizo 3. Kurisi mari meteka zao akiri. Mmoja na imani ya dini, mwingine ametawaliwa na nguvu za shetani. Nijuaje kama mume wangu ana nyumba 3 na zote amemrithisha mtoto wangu? Mbona nazidi kuchanganyikiwa? Mmoja na imani ya dini, mwingine ametawaliwa na nguvu za shetani. Mmoja yuko kanisani, mwingine... Pole, tena pole sana mwanangu kwa mitihani unayopitia kwa wakati huu. Yaani mtoto mdogo wa umri kama huo kusema maneno kama hayo. Hii ni hatari. Sasa naamini wahenga walishasema kuwa uyaone, sasa mwanangu unayaona. Ndio hayo. Labda nikwambie kitu. Mimi niseme tu kwamba kuwa na uvumilivu. Msubiri mumeo, kaa naye chini, mzungumze, mfikie kamati ambayo ilikuwa sahihi. Sihitaji kwamba muje mkorofishane, mkavunja ndoa yenu. Rahasha, hilo sitalipenda. Ongeeni, mkifanikisha kuyaweka sawa vizuri. Mkishindwa, baba yenu ningalipo. Njooni tuje kukaa chini tuyatengeneze. Huyo ni mtoto mdogo tu. Na hana kosa la aina yoyote. Kosa lake huyo baba na mama. Mtoto yeye ni haki yake hiyo kuizungumzia. Mwanangu, sikiliza maneno ya baba yako. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Na yote ni kwa sababu naheshimu busara na hekima zako. Na ndio maana hata nilipofika na haya nikasema nije kwako mzee wangu, nikiamini sitaondoka patupu. Na ni kweli, at least moyo wangu umepata nafuu. Japo bado naumiza kichwa baba. Yaani naumia kuona kwamba vitu nilivyochuma na mume wangu kwa muda mrefu kwa shida, leo hii kiwepesi tu anakuja mtoto ambaye mimi hata sielewi amepatikana vipi, aje naye apewe huo urithi wa mtoto wangu. Iko ndio kitu kinaniuma sana babangu. Ni kweli, tena kweli sana unalolisema. Uko sahihi. Lakini subiri uje kumsikiliza mumeo. Atasema nini? Hapo ndipo utapata jibu sahihi. Sasa hivi kuwa na amani mwanangu. Sikilize mumeo, atakuelekeza kitu gani, utapata majibu. Yule mtoto hana haki zake. Lakini ukipata majibu mazuri kwa mumeo, ndio wewe utashukwa na nafsi, utakaa sawa. Basi sawa baba. Mimi nashukuru kwa maneno yako yenye busara na hekima na leo. Nikuache babangu, acha niwahi mimi nikaandae chakula. Asante. Nenda sawa. Baki salama. Wametangaza vita kubwa duniani. Iwe mchana, iwe usiku, vita mbura yanatakuja ndotoni. Yaani shemeji yangu, bora hata nilivyokutana na wewe. Maana vitu nilivyovikuta nyumbani kwangu na mambo anaonieleza rafiki yako, yaani vinanichanganya kabisa, yaani nashindwa kuelewa ni nini kinaendelea. Hapo wenyewe wanasema bwana mambo hayo. Wewe na mumeo ndio mnanichanganya mimi. Sijui mmevyauka, yani mna kobles. Mnakula ubongo wangu. Mote ublongata. Mnaudonyoa taratibu kama ndege. Taratibu. Hivi kwa nini? Unajua kama mumeo kaja kuniwashia moto mimi kwa sababu yako wewe? Unalijua hilo? Anasema mimi nakutongozea wewe kwa watu, na nakutongozea sijui huko mnapohubiri, huko mnapoimba kwaya, mnaacha kuimba kwaya sasa hivi mnaimba mapenzi. Anasema kwamba mimi kazi yangu ni kuadi kukuadia wewe kweli? Yaani mimi ndo nimemweleza
kwamba wewe unanitongozea mimi kwa mwanaume. Ndio. Si kwa huyo pasta wenu, si ndo nani wenu huyo Moses Gree? Ndio ananiambia kanikuta naye tena pale katoka chooni, basi ikawa mizozo, kaja kanifokea, kaja kanisema, kaja kabwata pale kama mtoto mdogo. Jamani kanizalilisha kijinsia. Unanichanganya. Nashindwa nifanye nini jamani. Lakini nimeanza kupata picha baada ya wewe unavyonieleza na vitu nilivyokutana navyo. Na hisi kipindi mimi sipo nyumbani kwangu, kuna mtu alikuwa akiishi kwa kutumia sura yangu mimi. Mko wawili? Hata mimi hapo sasa naanza kushangaa hapo. Na narudisha kumbukumbu. Unajua kichwa changu mimi kilienda lesi sana. Yule ndugu yangu mimi hajawahi kuja kunifanyia vitu kama hivi. Vya ajabu. Vitu vya kijinga. Hajawahi kunifanyia. Ila mimi mwenyewe nashangaa. Imekuweje? Je, amekutwa na nini? Jamani. Yaani mimi mwenyewe nimekaa nimefikiria na vitu unavyonieleza. Ni kweli hapo kuna tatizo. Yaani sielewi hata nafanya nini. Mimi bado mawazo ninayo. Mimi ni mtoto wa kiume. Ila nawaachia nyinyi kama family. Hebu kaeni chini. Mlifikirie na mlifanye kwa ufasaha kabisa. Mlipambanue. Kwa uwazi na mapana. Sio, umenielewa? Ila mimi nipo. Njia ndogo zile njia za uchochoroni mimi nipo. Katika masuala ya waganga najiamini sana. Unajua mimi sipendi matatizo na maisha yangu. Yaani unavyoona mimi sipendi shida. Yaani sipendi kunyanyaswa. Yaani mimi kama malaika. Mmoja na imani ya dini, mwingine ametawaliwa na nguvu za shetani. Mmoja yuko kanisani, mwingine anachoamini kuabudu majini. Mmoja mama yake yupo kijijini, mwingine mama yake amechiri yuko mjini. Wametangaza vita kubwa duniani, iwe mchana iwe usiku, vita mura yanatakuja ndotoni. Mama Skola, nimekusikiliza vizuri mwanangu. Lakini sasa mbona hizi habari zinanichanganya? Unajua hata Skola kwa maelezo yake anasema kwamba wewe ndio ulikuwa na tabia kumfinya mashavu. Sasa unavyoniambia mama ulikuwa hapo nyumbani, nazidi kuchanganyikiwa mwanangu. Yaani mamangu, naongea hapa na Yesu wangu ananiona. Siwezi kukuongopea mama. Yaani mimi mwenyewe ndio nimerudi safari na kutana na hivyo vitu, mauzauza. Unaelewa mama? Sasa nikichanganya alivyonieleza mume wangu na hivi vitu unavyonieleza wewe, naanza kupata picha kabisa ya kuamini kwamba nyumbani kwangu wakati mimi nimesafiri, kuna mtu alikuwa akiishi kwa kupitia sura yangu. Nilivyoona mama vitu vinazidi, yani vimenizidi, pamoja na maombi yangu na kila kitu, lakini nikashindwa kupokea hii hali ya mambo ambayo nakutana nayo. Nikaona peke yangu siwezi. Nikatoka nikaenda kumwelezea baba mchungaji. Nashukuru mama, nilivyoenda kwa baba mchungaji na nilivyotoka imekuwa ni tofauti. Nilienda nikiwa nimebeba mzigo mkubwa sana kichwani mwangu. Lakini baada ya kukaa na baba mchungaji kumwelezea, akanilisha neno, nikaondoka pale nikiona moyo wangu umetua mama. Mpaka unaona nimepata nguvu ya kuja hapa ni kwa ajili ya nguvu ya baba mchungaji. Amejaribu kuniweka katika maadili ambayo amenifundisha yeye na kuniongoza. Mama, sijui niseme nini mamangu, lakini kiukweli nilikuwa napitia katika wakati mgumu sana, ambapo huu ninaopitia sasa tofauti na nilivyokuja, kwa sababu hali ilikuwa naiona ni nzito. Baada ya kuongea na baba mchungaji, alinishauri, akaniambia kwa vitu vinavyoendelea nyumbani kwangu, ana uhakika itakuwa si roho za kawaida, ni roho za nguvu za giza. Akasema na hizo haziwezi kuondoka tu hivi hivi kwa sisi kuishia kugombana, kutokuwa na amani. Lazima tuingize amani ndani ya nyumba yetu. Tumpokee Mungu na tuamini kwamba kile kitu kitakufa na kushindwa na tutaendelea kuishi kama zamani. Ila endapo mume wangu atakuwa upande wangu, yani ataambatana na mimi kwenda kanisani na kufanya ibada na sala za jioni, kuhudhuria vipindi vyote vya sala za toba. Kwa hiyo hapa ndo najaribu kwenda kumweleza mume wangu ili tuweze kufanya hivyo vitu. Kikweli mama, moyo wangu umekuwa siko sawa kabisa. Kweli kabisa mwanangu. Kama umemshirikisha mchungaji, yani kunahitajika maombi. Maombi yanahitajika nyumbani kwenu. Unajua hata mwanangu sasa hivi Baskola kama amechanganyikiwa kabisa, yani simuelewi. Ndio hivyo mama. Mimi naona hapa sasa hivi ni kuacha hizi tofauti zetu.
tumlilie Mungu, naamini kwake hakuna linaloshindikana, kwa sababu hata yeye ametuona sisi ni wanaye na ni watoto wake. Sisi kwake hatuna nguvu zaidi yake. Kwa hiyo tukilia na yeye, na imani hivi vitu vyote vitaisha. Sawa mwanangu, ila tu usisite kwa lolote lile. Njoo mwanangu, nipe taarifa au nipigie simu mamangu. Sawa mama? Sawa mamangu. Nikutakie safari njema. Ubaki salama. Haya, uwe na amani mwanangu Amina, amina mama. Lazima tusimame katika maombi. Nyumba ya mwanangu imeshaingiwa na ibilisi. Lazima tusimame katika maombi. Na ninaamini kwa jina la Yesu watashindwa kwa jina la Yesu. Lazima tusimame na maombi. Watashindwa kwa jina la Yesu. Yaani hapa yenyewe nimefurahi sana kukutana na wewe hapa. Maana nilikuwa nafikiria ni lini tunaweza tukakutana tena. Hivi kwa nini jamani unanifanyia nini kama hizo? Mimi naona hapa na paranga yenyewe. Naweka mabeto safi, mimi kila kitu muhimu hadi tusipate shida yetu kwenye mambo yetu. Mimi sinaelewa. Itakuwa sometime moja unakuwa unapinduka, ukishapinduka tunaruka rafu, tukisharuka rafu unakuwa unarudi nyumbani. Ila tu mpaka nikamilishe ghetto. Mimi nishakwambia kama unanipenda kweli njoo kwetu, kwa sababu sisi kwetu tuna dini sana. Kwa kama unanipenda njoo kwetu, afu mwingine anaendelea. Nyumbani sio shida. Ndio baroba kinang'achora yani hapa. Nyumbani mimi nitakuja. Lakini sasa unataka kabla sija pale nyumbani, nataka kwanza wewe ushafika magetoni. Unajua uzuri wa yenyewe anaita chocolate. Ni kwamba umeidamba kidogo ndio utaona hii chocolate ni tamu. Ila mdada akwambia chocolate tamu, alafu hiyo ujara. Sina vizuri. Kiru. Sasa mimi chunga jamani mpewe nini? Kwenye maisha. Nipewe nini jamani? Bazuka. Karibu sana. Nishakaribia. Hapa ndo Mcha Mungu Computer? Ndo hapa umefika. Tunauza vifaa vya kompyuta pamoja na kompyuta yenyewe. Maana yake kuna vioo, kuna kibadi zile, kuna mouse, kuna mashine yenyewe. Unataka nikusaidie mashine na gani? Mimi nataka kompyuta. Kuna Wi-Fi tower na kuna Wi-Fi ya kulala. Unataka ipi baba? Nataka Wi-Fi tower. Tutakapokuletea hii, tunakupa na ofa ya kioo pamoja na zile kibadi zake. Mouse. Na pia unapata na waya wa power. Umeelewa? Kulia. Unakupa na ofa hii hapa. Hii ofa. Na hii pia. Umeelewa vizuri eh? Na hiki. Kikombe. Kwanza nakuelezea vitu unaona mwenzangu, unaona kama kipofu. Ondoa wasiwasi kijana. Ondoa shaka. Nilijua kipofu, kumbe sio kipofu. Hauna vizuri hapa mjini. Lazima uwe makini. Nilikuwa nataka nikupime akili yako. Je, hapa kwa Mcha Mungu kweli? Na nimeamini hapa kwa Mcha Mungu kweli. Nenda kaambia watu wa mtaani huko. Mcha Mungu anataka kila mtu awe na kompyuta. Tena anatoa kwa bei nafuu kabisa. Hata ukiwa na hali ya chini, maisha yako yako magumu, unaweza kupata kompyuta kwa shilingi 150,000 ama 200,000. Unaelewa vizuri? Yeye anataka kila mmoja afurahie maisha. Hivi mnapata bure ama mna kiwanda? Hapana. Sisi watu wa Mungu, tunaomba Mungu, tunaagiza kutokea huko nchi za nje na zinakuja hapa. Kutoka si watu wa Mungu, na sisi tunauza bei rahisi. Sasa kwa nini sifuze bei kubwa? Tunawapa tu bei rahisi kabisa. Umeelewa sisi? Sasa basi, kuanzia leo mimi ni balozi wa Mcha Mungu. Mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, leblari kwa leblari. Paka wataelewa. Na si mtaelewa nampiga viboko. Funga hii. Hadi usiwapige. Funga. Sawa chongo. Funga. Wewe nifungie. Funga baba.